Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia DTV Zone. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Asante na karibu. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ndio timu pekee ama ndio timu namba 1 inayoongoza kwa kupata penalti nyingi ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa imepata penalti jumla penalti 12 msimu 2024-25 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Penalti mbili ambazo walizipata katika mchezo wao dhidi ya Mashujaa Mei 2, 2025, zote zikifungwa ama zilifungwa na Leonel Ateba katika dhidi ya Mashujaa FC. Jumla akiwa amepiga penalti 7 lakini amekosa 1, kwa hiyo amepata penalti 6 lakini 5 zikifungwa na Chazawa. Unajua tafsiri ya mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Kwa kama ni mchezo wa wazi, kila mmoja anakuwa anaona kile ambacho kinakuwa kinatokea ndani ya dakika 90 ama ndani ya dakika 45 za kwanza ama na zile dakika 45 za pili ambazo jumla zinakuja kujumlisha dakika 90. Unajua penalti watu wengi, kila mtu anatafsiri kivyake. Kuna mwingine anataka aone paka iwe very hard, yani paka mtu labda avunjwe mguu ndio aweze kutafsiri kwamba ile ni penalti ndani ya 18. Lakini kumbe kuna namna tu ambavyo mchezaji ama mwamuzi anatafsiri. Unajua sisi ni wachambuzi. Unahakikisha kwa mchambuzi na shabiki hauna ule uwezo wa moja kwa moja kutafsiri kile ambacho mwamuzi atakitafsiri. Ndio maana kuna nyakati watu wanasema bora ingekuwepo VAR. Sawa, uwepo wa VAR sio shida, lakini mwenye mwamuzi ya mwisho huwa ni mwamuzi mwenyewe. Yani VAR inampa mwamuzi nafasi ya yeye kurejea tukio ambalo linakuwa limetokea, lakini VAR haiamui kwamba hili ni tuta ama sio tuta. Kwa hiyo mwamuzi yeye ndio mwenye kuamua kwamba hili inapaswa iwe penalti, hii inapaswa iwe red card, hii inapaswa iwe yellow card, hii inapaswa iwe kitu fulani, ama hii ni offside ama si offside. Yote hayo yanabaki kwa mwamuzi ambaye yeye ndio mtu wa mwisho kutafsiri sheria 17. Kwa hiyo namna ambavyo Simba labda amekuwa akipata penalti, wengi ndio swala ambalo wanazungumzia. Waamuzi wanatafsiri vile kwa sababu unakuta timu pinzani imeshapata goli, inabaki nyuma. Wakati unabaki nyuma, automatic uwezo kuzuia dakika 45 zote, uwezo kuzuia dakika 15 zote kutokana na uchanga wa timu ulionayo. Lakini timu kama Simba na Yanga ambazo zenyewe zina uwezo kukabiliana na hiyo pressure kwa sababu zimekutana na timu ambazo zimewazidi madaraja, zinawapa pressure lakini wanaweza overcome kwa sababu ya ukomavu wa akili wa wachezaji wa timu hizo ni tofauti sana na vilabu vya chini. Hivi vilabu vya chini vinajikuta vinashinikizwa pressure, vinapata pressure zaidi, vinashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Mwisho wa siku ndio maana unaona mtu kwa sababu anakuwa tayari ameshaanza kujihisi yeye ni mwenye haki, anaanza kucheza ama kucommit foul ambazo hazistahili. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta tu mchezaji anashika mpira kwenye eneo la 18, ama wanashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, wanaachia goli kirahisi, au unakuta mchezaji anaingia mzima na kufanya contact ambayo ukitafsiri yeye atajiona yupo sahihi kwa sababu ya damu inavyochemka ndani ya muda ule ama mchezo unavyoendelea. Lakini kumbe kwa mwamuzi ukifanya kitu kama kile kidogo tu, tafsiri inabadilika. Mwisho wa siku ndio watu wanaanza kutafsiri kama mbeleko. Kwa hiyo kuna namna ambavyo watu wanatakiwa wawe na jicho lingine la kutazama mpira. Na ukitaka kujua mpira vizuri ama ukitaka kufahamu raha ya mpira, usitazame kwa jicho la kishabiki. Ukishaweka ushabiki ndani yake, maana yake ni kwamba hata wewe kuna maeneo yale ya kawaida ambayo wewe mwenyewe unaweza kaona kweli hapa ile style kwa penalty ama hapa haikustahili kwa penalty, utashindwa kuyangamua naweza ngasema matukio kama hayo. Kwa kuna namna ambavyo naweza ngasema watu sasa tunaangalia mpira kiutofauti, tusiangalie mpira kiushabiki. Lakini tukitaka tuende kiushabiki, tutakuwa tunaziona timu zetu zina haki kuliko timu za nyingine. Ndio pale utakuwa unaona timu fulani ina haki ya kupata penalti, lakini timu fulani haina haki ya kupata penalti. Labda timu fulani wanabebwa zaidi labda kutokana na ule ushabiki ambao wa pande zote mbili ambao upo kati yao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naweza kusema ukiwa na jicho la kitofauti la kutazama mpira, kweli unaweza kungamua matukio na kusema hapa haikupaswa kuwa penalty, hapa ilipaswa kuwa penalty,
na hapa referee ameenda kombo, na unaweza tu wa kujenga uelewa na hoja ikawa ina mantiki zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naweza nikasema watu wanapaswa wawe na jicho la kitofauti katika kutazama mpira wa miguu ama mchezo wote ambao upo mbele yao, kwa sababu tukiendelea na ushabiki tutaona maamuzi mengi ambayo marefali wanayafanya ambao ndio kazi waliosomea ama professionalism ambayo imeweka darasani, wamesoma na kuweza kutafsiri hizo sheria 17, watakuwa wanapuyanga. Yes, kuna nyakati ndio wanapuyanga, tukatai, lakini katika kupuyanga kwao, kumbuka sisi tuna faida ya picha mrejeo, sisi tunaangalia replay. Mwamuzi yeye yupo katikati pale anachezesha mchezo huo, ana uwezo wa kuangalia lile tukio mara moja tu na asiende kulitazama sehemu nyingine kwa hapa Tanzania, kwa sababu bado hatujafikia kuwa na uwezo wa kuwa na VAR kwa sababu ya gharama ambazo zipo. Kwa hiyo sasa kuna makosa ya kibinadamu mwamuzi ndio anafanya, na ndio imekuwa kasumba ya watu kusema makosa ya kibinadamu. Ndio kwa sababu hiyo mwamuzi ana picha mrejeo ya kwenda kutazama. Lakini sasa vipi kwa kile kitu ambacho amekifanya sahihi na wakati haikutakiwa kuwa sahihi na timu yako ikapata advantage, hicho utakitafsirije? Kwa hiyo kuna namna ambavyo watu wanatakiwa waangalie mpira kwa jicho la kitofauti, lakini pia wasibeze sana na penalty inapotokea ni kwa sababu ya shinikizo ambalo linakuwa linapelekwa. Uwezo ka defense dakika zote, uwezo ka salama dakika zote kama unacheza na timu ambayo inaweza kushinikiza na kukupa pressure zaidi. Simba anapata matokeo kwa sababu matokeo ya penalty nyingi, kwa sababu dakika inaweza nikasema dakika nyingi kama akitanguliwa goli ama akiwa anahitaji mchezo, utaona ile shinikizo na pressure anayopeleka kwa mpinzani ni ya hali ya juu. Kwa kama mpinzani hawezi kuhimili mikiki ile na kuweza kujiseti vizuri, automatic tu watatafuta mbinu yoyote ya kumlagai mwamuzi. Kama mwamuzi asipokuwa pia makini, anaweza kaingia kwenye mtego ambao watakuwa wamelagai. Lakini kwa katika penalty zote ziko 12, penalty labda naweza nikasema kwangu mimi ambayo ilikuwa na utata zaidi ni penalty ya juzi, ile ya kwanza aliyoitoa mwamuzi Kayombo katika mchezo wao dhidi na Mashujaa. Ile ndio penalty ambayo mimi naweza kusema ilikuwa utata ile ya kwanza. Lakini ile penalty ya pili, kwa aina pressure watu walivyokuwa naipeleka, lazima tu any contact mwamuzi alikuwa anaweka iwe tuta. Hivyo basi tuwe na jicho la kitofauti katika kutazama mpira wa miguu. Nikusii usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo na uchambuzi zaidi. Asante.